الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kipindi ambacho kilikuletea fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Na kwa kipindi hichi, kipindi cha Shawwal, tutakuwa tunamalizia yale maswali ambayo yaliyobakia katika kipindi cha Ramadhani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kuyamaliza haya maswali kwa wepesi. Muulizaji aliuliza, kwanza ameanza na salam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba moja, ni ipi hukumu ya aliyefungua mchana wa Ramadhani kwa kula na chengine kisichokuwa jimai kisha akafanya jimai baada ya kufungua? Je, ana juu yake kafara mtu huyu? Namba mbili, ni ipi hukumu ya msafiri aliyefungua kisha akafika nyumbani kwake mkewe akamkuta ni mwenye kutoharika mchana huo kutokana na hedhi wakafanya jimai? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza swali na ameanza na salam. Na sisi natikia salamu alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anauliza swali la kwanza, anasema ni ipi hukumu ya aliyefungua mchana wa Ramadhani kwa kula na chengine kisichokuwa jimai, tendo la ndoa, yani kwa maana kisichokuwa jimai, amefungua kwa kitu chengine, labda amekula kisha akafanya jimai baada ya kufungua. Je, ana juu yake kafara mtu huyo? Hili ni swali la mwanzo, kwa sababu ameuliza maswali mawili. Na swali la pili anasema ni ipi hukumu ya msafiri aliyefungua kisha akafika nyumbani kwake mke wake akamkuta ni mwenye kutoharika mchana wa Ramadhani kutokana na hedhi wakafanya jimai, ni ipi hukumu yao? Naam, swali hili kwa mnasaba wa swali la mwanzo, wanasema ahlul ilmi, wanasema katika kulitolea maelezo swali hilo, wanasema amma man aftara bighairi aljimai, ama yule ambaye atakayefungua pasi na jimai, thumma jamaa fi dhalika alyawm, kisha akafanya jimai katika siku hiyo. فذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أنه تجب عليه كفارة. ومكوين جمهور العلماء kwamba mtu huyu inamwajibikia kwamba kutoa kafara, kama al-Imam Abu Hanifa, kadhalika vile vile al-Imam Malik, kadhalika vile vile al-Imam Ahmad bin Hanbali, wakasema kwamba inamwajibikia kutolewa kafara mtu huyo. Wayadullu ala sihhatihi umurun, na inajulisha juu ya kusihi kwake fatawa hii mambo haya yafuatayo. Anna man aftara fi Ramadhan biduni udhurin, sawa'un aftara bil akli au shurbin au ghairi dhalik, wajaba alayhi al-imsak. Anasema kwamba yule ambaye atakaye fungua mchana wa Ramadhani pasi na udhuru, sawa ikiwa amefungua kwa kula au kunywa au ghairi dhalika au sio kwa hilo, wajaba alayhi al-imsak, ni wajibu juu yake kujizuilia, kwamba amefungua mchana wa Ramadhani, kwa hiyo ni wajibu juu yake pasi na udhuru, ni wajibu juu yake kujizuilia. Yani amefungua, basi anatakana ajizuilie, asiendelee na kula, asiendelee na kufanya vile mufattirati siyam. Fa idha jama, basi itakapokuwa kwamba alikula yeye amekula, sheria inamtaka kwamba amekula pasi na udhuru, sheria inamtaka kwamba ajizuilie. Sasa badala ya kujizuilia yeye akaja kufanya tendo la jimai. Sasa wanasema ahlul ilmi, fa idha jama faqad jama fi yawmi yalzamuhu imsaku, kwa hakika yeye atakuwa amefanya jimai katika ile siku ambayo ile mlazimu kwamba ajizuilie. Fatajibu alayhi kafara, basi tawajibu juu yake kutolewa kafara.
itawajibu juu yake kutolewa kafara. Jambo la pili wakasema anna hadha asi bifitrihi awalan, kwamba mtu huyo anahesabika kwamba ameasi kwa kule kufungua kwake kwa maksudi pasi na udhuru wote wa kisheria. Thumma asa maratan ukhra bil jimai, kisha anahesabika kwamba mtu huyo ameasi kwa kufanya jimai kwa mara nyingine. Fasara asiyan marrataini, kwa hiyo anakuwa kwamba amefanya maasi mara mbili. Fakanat alkafaratu alayhi awqat, basi inakuwa kafara juu yake kwamba ina mkazo zaidi kutolewa kwa mtu wa mfano kama huyo. Kwa mtu wa mfano kama huyo ina wajibu juu yake kutolewa kafara. Tatu akasema annahu law lam tajibu alkafara ala mithli hadha sara dhari'atu ila alla yukaffiru ahadun. Wanasema ahlul ilmi, ikiwa kwamba haitowajibika kutoa kafara kwa mfano wa mtu kama huyo, basi itakuwa ni mwanya wa kuelekea katika kutoa kafara kwa mtu yote. Fa innahu la yasha'u ahadun ayujamia fi Ramadhan, kwa sababu hakuna mtu ambaye anataka kufanya jimai katika mchana Ramadhan, illa amkanahu an yaakula, isipokuwa itakavomwezesha yeye kula, thumma yujami, kisha akafanya jimai. Bali dhalika a'wanu lahu ala maqsudihi, bali jambo hilo litakuwa kwamba ni kisaidizi zaidi cha mtu kumfikisha katika maksudi yake. Kwa hiyo mtu ataona kumbe hutotoa kafara basi itamwezesha yeye kula, akesha baadaye kwamba atakuja kufanya jimai mchana wa nini, mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo ni jambo ambalo mtu anatakana kwamba ajizuilie na ajiweke katika mazingira ambayo yalikuwa ya hifadhi, ili aepukane na jambo hilo. Swali la pili, kwanza swali hilo la mwanzo, hili pia huyo mtu anatakana atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu amefanya jambo ambalo la maasiya, amefanya jambo ambalo lilokuwa la nini, la maasiya, la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika vile vile itamwajibikia kwamba pia funga kuja kuilipa, itamwajibikia mtu huyo funga kuja fanya nini, kuja kuilipa. Na kafara ni ile kafara tu al-mughladha, kafara ile ambayo ilikuwa ni nzito. Al-mughladha, kafara ilikuwa nzito, yaache mtumwa huru, ikiwa hakupata funge miezi miwili mfululizo, ikiwa hakupata manake alishe maskini 60, ndio kafara yake mtu huyo. Na pia ieleweke kwamba wanandoa wanatekana katika upande huo, kila mmoja amchunge mwenzake, amchunge mwenzake. Ikiwa kwamba huyu mmoja ametaka kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, basi amwambie hapana, mimi nimefunga. Na huyu mwingine akitaka kufanya hivi aseme kwamba mimi nimefunga. Kwa maana kila mmoja manake awe katika hali ya mazingira ya kumchunga yule mwenzake, ili maana kila mmoja aweze kutekeleza ile amri ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Swali la pili, kwamba huyu msafiri ametoka safarini, huko alikotoka safarini alikuwa kwamba amefanya nini, amefungua huko safarini, amefungua, amefika mchana, mke wake asubuhi alikuwa bado hajatoharika, yupo katika ada yake, lakini ilipofika saa 7 za mchana akatoharika, na yeye alipotoka huko hakuwa mwenye kufunga. Kwa hiyo alipokutana na mke wake akawa ametoharika, vipi kufanya tendo la ndoa? Hawa anaruhusika kufanya tendo la ndoa kwa sababu wote wapo katika udhuru wa kisheria. Huyu msafiri alipotoka safarini alikuwa yupo katika hali ambayo sheria imemruhusu kula. Kwa hiyo siku yake ile bado anahesabika kwamba anaruhusika kula. Na huyo ambaye alikuwa yuko katika mchana, alikuwa yuko katika ada yake mpaka kufika saa 5 bado hajatoharika, alipofika saa 7 akatoharika, huyu sheria imemruhusu kwamba ile siku kuitumia, pamoja na kwamba ipo kauli ya baadhi ya ahlul ilm, lakini kauli ambayo ilikuwa dhaifu kwamba ikiwa ametoharika mchana basi atajizuilia baki ya mchana uliobakia, na huyo ambaye alikuwa ameingia katika mji kutoka safarini basi atajizuilia baki ya ile sehemu ambayo ilikuwa imebakia, lakini kauli ambayo ilikuwa dhaifu, bali wote hawa kwa mujibu wa sheria wanaruhusika. Kwa hiyo kufanya kwao tendo la jimai wakati kwamba wametanguliwa na udhuru wa kisheria, jambo hilo linakubalika kwa wao, kwa sababu huyo alikuwa safarini, amefungua safarini, amefika pale mchana, bado ile siku yake, kwa maana amefika pale ashafungua, siku ile inakuhesabiki, atakuja kuilipa. Na huyu naye alikuwa yupo katika ada yake, amefika mchana wa nini, mchana wa Ramadhani,
ilipofika mchana wa Ramadhani ndo akatoharika, akaenda kujisafisha, akakoga, akakutana na mume wake. Hawa kisheria wanahesabika wamefanya tendo la halali, na wala hakuna chochote kwa wao, wala hakuna kafara, kwa sababu wote wapo katika udhuru wa kisheria, ndio ambayo ilowafanya kwamba siku ile wawe katika udhuru wa kisheria. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.